28. Karibu. Joeli mlango ni wa 2 na mstari ni wa 25. Nitasoma kwa uweza wa Roho. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na zinge na parare na mandumandu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Rudia tena. Joel mlango ni ule wa 2 mstari wa 25. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na zige na parare na mandumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Haleluya. Amen. Biblia inasema nitawaregeshea miaka iliyomezwa na mapanjo. Nitawaregeshea miaka iliyoharibishwa. Hiki kishina ni nzuri sana. Haleluya. Hatuweza kuongelea mambo kuhusu uregesho kama hakuna kitu kilioharibika ndani ya maisha yako. Kama Mungu ametupatia kishina kikubwa kia restoration, maana yake kuna vitu vimeharibika kwa maisha yetu. Kuna vitu Mungu anaviona haviko sawa. Kuna vitu Mungu aliviumba vizuri kwa maisha yetu, lakini akitutazama namna tunayoishi, Mungu anaona sahihi. Vitu havitembee kulingana na vile Mungu alivitayarisha kwa maisha yetu. Ndio maana Mungu amekituregeshe katika agenda ya Mungu. Ndio maana kwa kongamano ya siku 5 au kuje kumwona jirani yako, unakuja ili uregeshiwe vitu amba uliovipoteza, vitu amba viliochukuliwa na maadui zako, lazima viregeshiwe katika kongamano hii. Haleluya. Haleluya. Na sio mwanadamu ametuahidi kurudisha tulivyovipoteza, lakini Mungu mwenyewe anasema nitawarudishia. Maana yake Mungu ameamua kufanya kitu bila kuuliza mashauri ya mwanadamu. Mungu anataka kufanya kitu na kanisa bila kuuliza watu wa familia yako, bila kuuliza jirani yako. Na Mungu akiamua kufanya kitu, hakuna atakayemzuia. Hata baba yako, mama yako aweza. Mungu sio kama watu wa dunia. Akitaka kukufanyia kitu anaanza kuuliza majirani, mnaonaje? Mungu haulizi mtu unaonaje. Mungu akishaamua ameamua. Uwe umekosea au hujakosea, akishaamua ameamua. Uwe haufai wala unafai, akishaamua anaamua. Biblia inasema Mungu kuchukua vitu visiokuwa na thamani anaanza kubipa thamani. Katika kongamano hii kuna mtu mmoja Mungu anaenda kumlokota, mtu ambaye hana thamani, mtu ambaye ametupiliwa, mtu ambaye ameachiliwa, mtu ambaye watu wamemwona fai. Mungu anaenda kuregesha kitu kwa maisha huyo mtu. Haleluya. Hii kongamano sio ya watu wote, ni ya watu wale wamepoteza kitu. Watu wale wameibiwa vitu kama sisi tumeibiwa vitu. Kuna watu wanaekaa hapa, shetani kawaibia manyota zao. Kuna watu wamekaa hapa, shetani amebana huduma zao. Kuna watu wamekaa hapa, biashara vimeharibika. Mungu asante kwa kongamano hili, kwa sababu kuna mwanamke mmoja anenda kuregeshewa chochote aliyopoteza. Mungu asante kwa ajili ya kanisa hili. Kuna mtu Mungu anenda kumtembelea, shetani apende asipende, neema ya Mungu iko juu yako. Mungu amelokalize maisha yako. Nani atakurudisha nyuma kama Mungu anataka uende mbele? Nani atapingana na kusudi ya Mungu kama Mungu ameamua? Kama Mungu amesema kubariki, nani atapinga baraka ya Mungu? Atakayepingana na wewe mwaka huu atashtuka mkono wa Mungu, itaribu njia yake na maisha yake. Mungu ameamua hakuna wa kupingana na wewe. Haleluya. Asema nitaregesha miaka iliyomezwa na mapanjo. Mungu asiseme mavazi. Hii kongamano tukuje kwa ajili ya uregesho wa mavazi. Hatukuje kwa ajili ya uregesho wa viatu. Hatukuje kwa ajili ya uregesho wa kusema nataka nianze kula ugali mara 3. Tumekuja mambo za miaka. Hapa ni mambo za miaka. Askofu, ni mambo za miaka. Miaka inaenda, hakuna kitu umeacha kwa maisha yako. Miaka inaenda, ukiangalia wingi wa miaka na mambo unayoyafanya haistahili. Ndio uregesho tumekuwa kutafuta, uregesho wa miaka. Kuna watoto wa miaka 25 wanafanya vitu vya maana Mombasa. Wewe unaanza kuenesha miaka 45, 60, 70.
hakuna chochote umefanya. Nani amesimama kwa safari yako? Kuna mapanjo wanameza miaka yako, kuna mapanjo wamemeza mbati yako, kuna mapanjo wamemeza baraka uliyotoka nao mbinguni. Ni hiyo baraka tunaomba uregesho. Hatutakufa bila uregesho, hatutaondoka bila uregesho, hatutaacha bila uregesho. Lazima tuone uregesho kabla tufariki. Watu wanafariki, wanacha watoto wakifurahia. Anasema tulikuwa na baba. Wewe utafariki, utacha nini zaidi ya ugomvi na fitina? Hii ni mambo ya miaka mzee, ni mambo ya miaka. Unajenga kanyumba kama bati 70, unasema unajenga kitu cha nyumba. Hiyo ni nyumba, unajenga nyumba ya makuku. Miaka zinaenda lakini hakuna matokeo. Ukiangalia value ya vitu nilifanya kwa dunia na umri wako havifai. Kisha kwa kongamano hii ushinde kuomba kutafuta uregesho, umerogwa. Umerogwa. Wachungaji wenzangu, kuna mapasta hapa tulikaa kwa benki, kuna pesa nyingi sana. Hakitaka kwenda Amerika, ni simu tu banabook anaenda. Pesa sio shetani mzee, pesa sio shetani. Ukiitumia mbaya ndio shetani. Pesa iko vizuri kuwa nayo, lazima Mungu akupatie urejesho. Wakati watu wanafanya hesabu za kusafiri, wewe unafanya hesabu za unga. Tena naita sema taifa ndio nguvu. Kwetu sisi taifa sio nguvu, uregesho ndio nguvu yetu sisi. Sisi tunataka uregesho, hatutake taifa, tunataka uregesho. Bwana Yesu asifiwe. Shida ikikutokea katikati ya usiku unafanya nini? Unaanza kupiga matimu, kichwa kinawaka moto. Mpaka lini? Utaendelea vile mpaka lini? Na ukiambia mtu tunafika wakati ya uregesho, mtu ni kama hajielewi, haelewi nini Mungu anataka fanye. Bwana Yesu asifiwe. Shangilia Mungu makofi. Mungu ameelewa ya kusema Israeli amepoteza miaka mingi. Miaka Israeli anayo, na ukubwa nilikuwa nimepanga kwa ajili yake aviendane. Hata wewe mwenyewe fanya balance ya maisha yako. Angalia maisha yako, angalia promises za Mungu, angalia ahadi za Mungu, angalia blessed the glory God. Sema amen. Niko nasikia kitu kinakuwa, nasikia kama tutatumika na roho ya unabii sana. Sema amen. Haleluya. Unajua hapa niko naongea, kuna mtu mmoja huko, Mungu ananiambia shetani alikuwa shakumtashia kitu kibaya sana, lakini maisha yake Mungu anaenda kuiongeza. Haleluya. Kuna kijana mmoja nasikia bado nipatia jina ya Baraka. Baraka. Bwana Yesu asikie. Haleluya. Baraka. Kama utakuwa kwa kongamano hii, omba sana Mungu kwa ajili ya kuongeza miaka ya maisha yako. Shetani ameshafupisha miaka yako. Shetani amefupisha miaka yako. Lakini Mungu akoneniambia sema anakupatia guarantee ya kuongezewa miaka. Na huyo mtu alitaka kuchukua miaka yako kwa familia. Mungu akutaka kwa hii kongamano. Katika kanisa hizi za Kisima ya Roho, hakuna mtu anaoka kwa hii dunia kama atarejeshewa vitu vyake vyote. Wakati huyu amesimama pembeni yangu, nikaona wingo wa giza imefanana na ya huyo mtu nimeona mwanzo, Baraka. Ndio maana nimemuuliza kama ni yeye. Omba sana. Hii kongamano inakia kurudisha uzima. Hautakufa. 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 Niko naona mtu wa pili in my spirit. Niko naona kijana mwingine. Kwa nini Mungu ananionyesha kijana wa pili? Niko naona eko nafunga mizigo yake, nguo zake. Eko nenda airport. Eko napanda ndege anaondoka katika mji wa Mombasa. Mwandike hiyo unabii niko na chapa. Kuna kijana moja kwa hii kanisa
jina yake itakuwa Frank. Mungu ananionyesha abaki kwa magoti aombe. Kuna safari. You are Frank, ndio jina yako. Kuna safari. Hiyo safari isiseme hapa Kenya. Safari za kwenda nje ya Kenya. Kuna miujiza siku nenda kutokea. Who is? Niko nasikia jina ingine kama milele, kama milele, kama nele, kama milele. Nasikia Mungu ananiambia huyo Frank, niko nasema jina yake nyingine something like milele, kama milele. Mungu anasema mimi nakupatia for the confirmation, because mimi Mungu nimeamua kumtoa. Hii maombi ya restoration inamtoa Kenya. Mungu anampeleka nje ya Kenya. Hallelujah. Mungu atakufanya katikati ya wasanii wakubwa sana wa Kenya. Na hii kongamano imekuja kwa ajili yako. Imekuja kwa ajili yako. Zibla de gebo sihan saha. Jatadadadis kutalehen taplai. O ziande stodai. O shadabagade. Namwekea sadaka yangu ya 2,000 ya kumuunganisha na hii madhabahu. Ukimaliza pale kata huko, uingize utume pesa kwa namba zake 2,000. Weka na yako 1,000 pale, tuunganishe hii safari. Hallelujah. Pika magoti pale. Lazima uende. Lazima uende. Mungu amesema ni lazima uende. Ndio maana walikutafutia kifo sana, wanakutafutia kifo mara 2. Hata wewe mwenyewe ulikuwa unaanza kuona kama utaishi tena miaka mingi. Usiogope, utaishi. Hiyo alama ya kifo haitakuona. Nyota yako ni kubwa sana na safari yako ni ndefu. Zie shadega. Mwacha hapo chini, mwacha hapo chini. Baraka. Baraka. Njoo wewe. Inua mikono. Yesu asifiwe. Halo. Halo. Unanielewa vizuri? Anasema mtakurejea miaka waliochukua. Nani aliyechukua miaka? Hiyo ndio swali. Anasema kuna mapanjo waliochukua miaka. Aje. Unajua mapanjo ni wanyama ambao wanavamia matunda ya miti. Wanavamia matunda. Wakishaona mti inaanza kutoa matunda, utaona mapanjo wanaanza kufuata hiyo mti, wanaanza kula matunda, wakiharibu matunda. Ni mapanjo ngapi wameharibu baraka yako wewe? Kila mara kukiwa na mlango inataka ifunguke, kuna mapanjo wanavamia matunda, matokeo mazuri ya maisha yako, wanakuachia shida tu na mangaiko na kulia. Kuna watu wanazungukwa na mapanjo ya familia zao. Mama yako anaweza kuwa panjo. Mjomba yako anaweza kuwa panjo. Ni panjo gani anasumbua maisha yako? Ni panjo gani anakuharibia miaka? Unafikiria mwaka inaokuja utafanya kitu cha maana, lakini umeshtuka mambo iliyopita inajirudia tena. Ni panjo gani anakalia mlango ya mafanikio yako? Bwana Yesu asifiwe. Tunasumbuliwa na mapanjo. Tunasumbuliwa na mapanjo. Ukishapata kazi unafanya kazi. Siku watakulipa kesho. Leo usiku shida inakutokea.
Tena wanakuita katikati ya usiku, wanakuambia lazima ulete pesa kesho, usipoleta hii shida inatumaliza. Yaani kesho asubuhi unapokea pesa, lakini hiyo pesa haikusaidie wewe. Mapanjo wamechukua. Umekuwa na shida ya maendeleo, maisha yako yanakuwa na mipaka kwa sababu kuna mapanjo wanakuzungukia. Mungu akufungue macho, Mungu wa nasi akufungue macho, uwatambue mapanjo. Ni mapanjo gani wamejificha nyuma yako? Ni mapanjo gani wameshikilia nyumba yako? Kwa hii kongamano hatutacha mapanjo. Lazima wachie maisha yetu, lazima wachie destiny yetu, lazima wachie biashara yetu, lazima wachie. Naongea na mtu hapa, lazima mapanjo wachie. Ukikaa mwenyewe hata kwa nyumba yako, ukikaa ukijiangalia mwenyewe, uko mtu wa akili sana. Unayo sana. Hata wewe peke unajitambua uko mtu wa akili. Lakini akili yako imekuletea nini? Hata sabuni tu ya kuogea hamna. Kuna watu wamekaa hapa, ukiwaangalia ni wanadamu kwa sababu wanavaa tu nguo. Ukiwafungue ndani ya mioyo yao kuangalia, wengine wameshakufa kitambo sana. Ni mwili tu inatembea. Yaani shida inawaumiza, wameoza ndani. Furaha imepotea kwa miaka nyingi. Hiyo safari utaenda nao mpaka wapi? Hiyo maisha utafika nayo mpaka wapi? Hiyo uchungu utaificha ndani mwako mpaka lini? Kuna vitu vingine ukivificha, unavificha, wakati ya mwisho uvitoe msalabani. Mwambie Yesu, imetosha. Enough is enough. Hapa nataka uregesho wako. Ulikuwa kufanya nini duniani wewe? Uliza jirani yako, ulikuwa kufanya nini duniani? Umwambie umefanya nini ya maana. Aone ni aibu sana kwambia hata watu wasema una miaka 75. Bwana Yesu asifiwe. Sio vile mzee wangu. Unaambia watu wasema nina miaka 75. Watu wakiangalia kazi umeifanya ni kubwa. Watu wote wanaanza kwa kuuliza mashauri kwako. Mzee, ulifanyaje ufike hapa? Yaani umekuwa mfano ya wale wanakuwa nyuma kwa kuiga akili kwako. Yaani miaka yako umeishiba. Mungu aliambia Daudi, anasema nitakufanya utaziba miaka, utaziba miaka. Manake unafanya kazi kwa miaka yako, umemaliza kila kitu ulikuwa kufanya duniani. Wewe miaka zinaenda lakini vya kufanya vinabaki nyuma. Miaka zinaenda, mambo ulipaswa kufanya wakati ulikuwa na 20, miaka 20, haujaifanya mpaka sasa hivi. Nyuma huko kuna vitu na viacha vingi vyakamilishwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna mapanjo wana control miaka yako. Hiki kitabu kinasema nitawarudishia na miaka ya zamani. Sio tu uregesho, lakini na miaka yote ile atukufanye mambo mazuri. Lazima tuifanye kwa wingi. Kama kuna miaka 20 au kufanya kitu, vitu vyote vile ungefanya hiyo miaka lazima uvifanye kwa miaka moja, ufanye kila kitu na umalize. Hautatoka kwa kongamano na deni ya maisha. Hautatoka kwa kongamano na deni ya maisha. Lazima tulipe deni ya maisha. Tuna madeni ya maisha wewe. Niko nasikia mtu mmoja, niko nasikia kwa masikio, una deni ya kujenga gorofa wewe. Haujanisikia? Una deni ya kujenga gorofa wewe. Haujanisikia? Una deni ya kupeleka watoto wako Amerika wewe. Una deni ya kupeleka watoto wako Ufaransa wewe. Una deni ya kumjengea Mungu kanisa kubwa peke yako bila mchango wa mtu wewe. Una deni, Mungu alisema utamjengea. Utajenga na wanani? Wewe peke. Ndio Mungu aliona. Maana yake kama Mungu alisema kuna vitu Mungu alikutayarishia. Nani ameshikilia hiyo pesa? Nani ameshikilia utajiri yako? Aisee. Nainua mkono yangu juu jioni ya leo. Mungu asiache mtu hata mmoja kwa kongamano hii bila kuregeshiwa utajiri wake, bila kuregeshiwa baraka yake. Chochote waliokipokonya kirudi kwako, na vyote ulioviacha kwa miaka ya zamani viliopotea, Mungu atavirudisha. Baraka ya miaka za mbele na miaka za nyuma, Mungu ataiconcentrate kwa wakati moja, hataileta kwako. Watu watashangaa ni nini na kutokea, kwa sababu Mungu anaenda kukukumbuka. Kama Mungu anaanza kukukumbuka,
ananyaganya vyote vilikuwa kwa mikono ya maadui, anachukua na vya kwao anakupa wewe. Ndio maana Daudi akamuuliza Mungu, wamechukua mke wangu wanaenda naye, wamechukua watoto wangu wanaenda nao, wake wa maskari yangu wameenda nao, makuku zetu, mbata zetu, kondoo zetu zinaenda, nifanye nini? Mungu akamwambia, wewe, hivi vitu ni vya kwako, usiache adui wako kuondoka na vitu vyako. Shida yetu tunaacha adui kwenda na vitu vyetu. Eti nimeokoka, nimempenda Yesu, naenda mbinguni. Utaenda mbinguni na stress. Utaingia mlango gani ya mbingu na stress? Kamwaribie Mungu huko. Bwana Yesu asifiwe. Kabla tujaenda mbinguni, lazima ufalme wa Mungu tuuone duniani. Kabla tujaondoka duniani, lazima watu waamini sisi ni watumishi wa Mungu duniani. Tulipewa uwezo na Mungu wa kutawala dunia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amemwambia Daudi, nenda, utakomboa vitu vyako. Hakuna hata sindano haitapotea. Daudi amesema wameenda kitambo, wameenda, sisi tulikuwa mbali, tutawapata. Mungu amesema kama unaminia uregesho, utajiri wako uyapotea, kuna sehemu wanaiweka katika uregesho. Tutenda kutafuta popote walioweka baraka yetu na tutairegesha, kwa sababu Mungu ametupa funguo. Mungu amekubalia. Biblia inasema kile kinakubaliwa mbinguni, duniani kimekubaliwa. Kama Mungu amekubalia katika kongamano hili kuleta uregesho, nani atakataa? Nani atakataa? Mchawi gani atakataa? Ainue mkono wake tuone kama kesho kutakucha. Tunaongea mambo za uregesho. Machozi kila siku nyumbani usiku, machozi. Unalia nini? Lia kwa magoti. Mtoto wa Mungu analiaka kwa magoti. Mtoto wa Mungu aliliake watu. Biblia inasema aniwe mtu anayeaminia watu na kuwategemea watu. Sisi tunamtegemea Mungu. Hata kama unafanya miaka 20, miaka 15, miaka 10, hakuna kitu kinaendelea, hakuna kazi, hakuna nini, kuna siku moja ya kwako na Mungu, moja tu. Miaka 20 ni ya vita, lakini ushindi unakuwa kwa siku moja tu. Siku moja ni ya kwako. Katikati ya miaka 20 kuna yako siku moja. Hiyo siku moja isikukute kwa udhaifu, isikukute umelala usingizi. Hiyo siku moja ikukute kwa kongamano, ikukute kwa kongamano, ikukute kwa maombi, upate uregesho. Biblia inasema David aliwafuata, akawapata, akachukua vitu vyake vyote na akaanza kurudi nao. Hautarudi mikono tupu. Hautarudi mikono tupu. Sema mimi nataka nimalize. Hautarudia mikono tupu. Mapanjo watatapika vitu vyako. Sijui walivamia mti wako gani, sijui walivamia matunda yako gani, sijui walivamia mlango gani wa mafanikio wako, lakini kile mimi najua wakati wa Mungu imeenea. This is your season. Hii ni wakati yako. Bwana Yesu asifiwe. Watatumalizia, tunataka tuombe. Tusome kitabu cha pili hiki haraka tu. Genesis, Mwanzo 45:26 kuendelea. Wakampasha habari wakisema, Yusufu angali hai, naye ndiye mtawala katika nchi yote ya Misri. Moyo wake ukazimia kwa sababu hakuwasadiki. 27. Wakamwambia maneno yote ya Yusufu aliyowaambia, na alipoona magari aliyowapeleka Yusufu ili kumchukua, roho ya Yakobo baba yao ikafufuka. 28. Israeli akasema, yatosha, Yusufu mwanangu angali hai, nitakwenda nionane naye kabla sijafa. Amen. Hallelujah. Shangilia Mungu makofi. Shangilia Mungu makofi. Biblia inasema Yakobo alikuwa na watoto wake. Katika watoto wake kulikuwa mtoto mmoja alikuwa anaitwa nani? Yosefu. Yusufu, mnajua alikuwa mtoto mwenye kubarikiwa sana toka nyumbani mwa baba yake. Alibarikiwa na Mungu, pia akabarikiwa na nani? Na baba. Kuko mtu mmoja atabarikiwa na baba hapa. Kuna mtu atabarikiwa baraka ya mbingu na baraka ya duniani.
Nakwambia mbinguni Mungu ataachilia, duniani pia kuna watu wataachilia. Kuna watu Mungu aliwapatia kibali cha kuongea, wakiongea lazima mambo ibadilike. Nakwambia Mungu ametupa kibali kupitia mtumishi wake Nancy, kupitia mtumishi wake Peter, ya kuachilia neno ya unabii kwa ajili yako. Kuna mambo zitaenda kutokea juu yako. Katika kongamano kuna kitu kinaenda kutokea. Biblia inasema baba yake akamtamkia maneno ya baraka. Akamwambia huyu ni mwanangu aliyebarikiwa na Mungu, kwa sababu aliona nyota ya mtoto wake ikiangaa juu ya manyota yote. Na kuombea kwa familia yako, nyota yako yachane na ya watu wengine. Mahali popote utaingia, nyota yako iseme mambo kwa ajili yako. Nasema ukubwa wako hautajificha tena. Ukubwa wako hautajificha tena. Mwanga yako haitajificha tena. Hakuna mwanga inaweza kufuchama. Mwanga hata kwa mbali utaitambua hii ni mwanga. Nasema na wewe mwanga wa familia yako utatambuliwa popote utakaoingia. Mwangaza yako hakuna mtu ataivamia tena. Akabarikiwa huyo kijana. Wandugu yake wakampangia njama, wakaenda kumuuza, lakini wakachukua nguo zake wakaziingiza kwa damu ya nyama, ili wakamhakikishe baba yake akusema huyo mtoto uliyemkuwa anamtegemea ameondoka duniani. Baba amekubaliana na uongo. Wamekudanganya watu wa mazingira yako ya kusema wewe uko kama wao. Kuanzia leo katoke hiyo mazingira sio ya kwako. Kaibadilisha hiyo maisha sio ya kwako. Unaishi kwa uongo kwa muda mrefu. Miaka yako nyingi umeijenga kwa uongo. Wakati ya kutoka kwa hiyo kifungo inaenea. Wanakuletea na nguo ya damu, wanasema kumeisha. Ukiangalia umri wako nasema mimi na umri wangu kumeisha, hata kazi nitatumika wapi? Kuna watu weko hapo ukimwambia tafuta kazi anakuambia nitapata kazi wapi na umri wangu? Nani atanichukua kazi? Nakwambia Mungu alimchukua Ibrahimu kazi kwa miaka 75. Wewe hujaenesha miaka 75. Mungu alimchukua tena Sarai na miaka sijui 65. Akamwajiri na kumpa kazi, na amekuwa baba wa mataifa kwa miaka 95. Nakwambia hata wewe haujachelewa. Hiyo miaka yako kuna nguvu ya unaweza kutoa kitu kwa hiyo miaka. Watu wanashangaa. Nishawahi ona mama moja, macho imekufa lakini wamemnunulia gari tena Prado mpya kabisa, zero mileage. Huyo mama anasema mimi sitafute dereva, nitatembeza mimi peke. Wanamwambia utafanya accident, anasema sikufanyaka accident wakati ya zamani, nataka niifanye saa hizi kwa uzee. Nakwambia Mungu akupe kitu. Haijalishi umri wako, haijalishi miaka yako. Somebody say hey, Yahweh. Ule mama kitoke kwa nyumba anatembeza taratibu. Yaani akiwa mbele yako jua wewe umechelewa kanisani. Manake ataenda taratibu, kitaka umuovertake. Asante mama. Mama, Mungu akupe tena hiyo Prado. Mungu akupe Prado. Tena nyeupe sana. Hata useme amen. Mkono ngumu kama nini. Shangilia Mungu makofi. Haleluya. Haleluya. Mungu anajiri watu kwa miaka. Kuna mtu mwingine alikuwa anatembea na mti, wanamuita Zakaria. Akitembea hana mtoto, hana nini, wakiangaliana na mke wake anasema wakati nenea kuondoka duniani. Lakini amekumbuka, amesema pana, Mungu hajasema nitaondoka duniani kabla sijamwona Mwokozi, kabla sijaona restoration. Mungu alisema Israel itapokea restoration. Mimi sijafa kama sijaona restoration. Sijaondoka kama sijaona restoration. Alisema kuna mkombozi atakuwa kuokoa watu, hataleta uregesho ya dunia. Hiyo ni unabii Mungu alisema. Alisema Zakaria hutafariki mpaka na wakati macho yako itamuona. Utazeka lakini macho haitakufa. Haujanisikia? Watu wanazekaka macho yanakufa, lakini utazeka, Mungu analinda macho. Macho yako ione. Wale wanasema utakufa wasubiri wazeke, lakini macho yao isizeke, ili waone vitu Mungu atafanya na wewe. Zakaria anamwambia mke wake, anasema sijafa, mimi lazima niende tena kanisani, hekaluni, nikamtafute Mungu, kwa sababu alisema macho yangu itaona. Kuna mtu macho yake itaona. Macho yako itaona.
macho yako itaona, na haji mingi ya Mungu kwa maisha yako, kwa kongamano macho yako itaona. Biblia inasema Zakaria siku zingine amekaa ameona mlango wa kanisa umefunguliwa, wakaingia na mtoto wakamleta mikononi mwake, akaangalia kitoto kimefanana na restoration, akachangalia anasema hiki ni cha jirani, wala akachangalia anaona nyota ya restoration, anakigeuzia upande wa juu akionekane mzuri. Kitoto kinamwangalia, kinaseka, kinatabasamu, anaangalia anasema hiki njokeo naona sione, anakamua macho, anaangalia vizuri, asema haka kafanane na watoto wote. Toto wanaletaka hapa, tuna vifungo ya kizazi, tuna maseko kwa damu, lakini huyu damu yake atasielewe na fanana na ya nani. Damu ya Aka inafanana na nani? Angalia anasema hii ni damu ya watu wale walizaliwa mbinguni. Hii damu sio ya watu kawaida. Tena katoto kanaonekana kana baba yake. Hii damu inafanana na ya mwana kondoo. Akapika magoti akaanza kumwabudu Mungu. Anasema saa hizi sasa mimi mwenyewe nataka nifariki sasa, kwa sababu macho yangu inaona. Sikiliza, usikufe kifo cha maadui zako, usikufe kifo cha watu kuongea, usikufe kifo cha ngamba ya familia yako, usikufe kifo cha makamba ya bulozi ya familia yako. Wewe utaondoka siku utamwambia Mungu I'm down, nimemaliza safari, uniache niondoke. Njoo utaondoka. Unaondoka mapema, unaenda wapi? Magonjwa ya kichwa kidogo, Mungu niache niondoke. Unaondoka unatuachia madeni, nani atalipa? Tena ubaya wako wewe na roho mzuri wako, umetuzalia Kaina, umetuzalia Abeli ndani, umetuzalia Habakuku, umetuzalia pia na Gehazi. Hao wa Gehazi na Kaina utawaacha na nani? Wewe mwenyewe wamekuchosha, nani atabaki nao? Eti unaondoka. Wakondoka haweza kuacha mzigo nyuma. Wewe umetuletea mzigo kisha ondoke. Hauende fazi, tutakuombea uishi milele mpaka uwalee, mpaka umalize safari. Kuondoka kwengine ni uofu na madeni. Sisi madeni tutapambana nayo. Nasema madeni tutapambana nayo. Hata Yesu alikuwa na madeni, alipambana nayo. Mpaka wakati itaisha na wewe unaanza sasa kupatia watu madeni. Zakaria anasema Baba unyache niende, macho yangu inaona. Yaani mimi nitaenda kwa raha. Kumbe kifo cha haraka kinakuwaka hapo. Nimefunga kifo chote cha machozi. Nafunga kifo cha stress ya shindano. Yaani bana kutunga mashindano hospitali, umechoka mpaka unaanza kusema Mungu nimechoka unipokee basi. Hapana, awende. Wadaktari wakishinda, Yesu atasimama. Awende popote. Kuna historia na Mungu na wewe. Kuna historia ya kuandika. Lazima uandike historia. Historia. Ambia jirani hakuna mtu anaenda hapa. Tena umwambie zaidi umekosea kuwa kisima kia roho. Kinaitwa kisima kia roho, sio kisima kia mauti. Ungeenda hata kwa kisima ya mauti tungekushindikiza mapema. Lakini umekosea kisima kia roho. We roho iko tu. Mwili haribika lakini roho iko tu. Mavazi haribika, roho iko tu. Pesa we uende, roho iko tu. Sema mimi nikwambie kitu. Biblia inasema kuna tumaini kwa wale weko wazima, wale weko na roho kuna tumaini. Sisi tuko kwa kisima ya roho, bado tuna tumaini. Kama sio leo, kesho itatokea. Kama sio kesho, kesho kutwa itatokea. Kama sio kesho kutwa, Monday inayokuja itapita. Kitatokea. Somebody say I receive. Kwa kisima kia mauti tungeanza kuimba tayari nyimbo hata kama hujaondoka. Tunaanza kuomba Mungu akuchukue mapema. Hapa paondoke mtu.
Hata katikati ya watoto wako hapa ondoke mtu. Tena katoto wako kakianze magonjwa kwa hii kongamano, mwambie sema usijali, hata dawa haiko, lakini utapona tu. Utapona tu. Tena kama unarudi nyumbani yako, shika mtoto yako kwa kichwa, utuweke na mafuta ya upako, mwambie hakuna mtu ataondoka kwa hii familia. Hakuna mtu anaondoka. Nyinyi na mimi tunapambana vita mpaka mwisho. Tutapambana mpaka mwisho. Ushindi waipewe mwanzo, ushindi wanaipewa mwisho. Biblia inasema heri mwisho wa kitu. Wale watoto unayowaona hawaishe shule, kuna siku kutakuwa wagavana mule kwa wewe watoto. Heri mwisho ya watoto. Gombana na wale watoto, pambana shule yao, kuna kitu kitatokea. Leo unawalipia kodi ya nyumba kwa kuuza mkaa, kuna siku tatembea na gari utasahau harufu ya mkaa. Ukinyangalia utajua nishalala njiani mimi. Harufu ya njiani inatembea na mimi. Hamna. Kisha haifanya kibarua. Nakata majani. Hapa natembea na suti, majani ile nilikata imenuka kwa nguo. Shida yako wewe unadiekea mipaka sehemu Mungu hajasema kumekwisha. Neno la mwisho sio wanadamu wanasema. Neno ya mwisho Mungu ndiye atanena. Mateso inaweza kuwa lakini haina na neno la mwisho wa maisha yako. Mangaiko inaweza kuamka lakini haina na neno ya mwisho. Aliyoshikilia neno la mwisho ni Mungu. Hata kama kwa familia yako kuna uchawi wa kuzidi, lakini sauti ya ndoka kwako ni Mungu ndiye ataongea. Kama Mungu hajaongea, hakuna mchawi ataongea. Lakini utukufu kwa Mungu. Mungu amesema leo uregesho. Total restoration. Mama naye tena naongeza na total. Sio hata nusu, total. Hata vitoto havikuwa na akili. Pokea akili wewe. Hii restoration iko total. Haina nusu, haina nusu, iko total. Unaingia kwa nyumba, mume wako amkake miezi 6, namwambia hakuna maombi tena, maombi imeshaisha, umeshapona, amka sasa tuanze safari. Si umepumzika sana? Utakaa mpaka lini? Ni wakati ya vyote vikombolewe. Business yako ikombolewe. Unapika huduma huko kuna mapajero zimewekwa. Unapika huduma huko kwa account kuna mabilioni zimeikaa. Hiyo ndio total restoration. Lazima vya kwetu virudi. Lazima virudi. Biblia inasema siku moja Yakobo ameikaa, akasikia kitoto yake kimwa, tena kile kilikulaka pesa nyingi kile kilimuuza Joseph, kile kia madevu makubwa na kipala kama kiangu, kenye kilitowaka nguo, kimesema baba, hii ndio nguo nilikuwepo wakati wa kimurarua. Kimerudi kimwambia, baba, umejua mwanao ni mzima. Sasa wewe, sio wewe uliniambia ulimuona wakati wa kimurarua, hana kuwepo tena mzima vipi? Ukiwa na Yesu hakuna unatakukatia miaka. Ukiwa na Yesu hakuna kukuwekea mipaka. Akamwambia ni makosa tulifanya. Hata hiyo nguo na hiyo damu sio damu ya Joseph, ni damu ya nyama. Bishop, hii umugumu unaona hapa sio umugumu, ni kitambaa cha damu ya mtu mwingine. Wakati imefika, hiyo machozi umelia kwa mwaka mingi itabadilika. Utatambua ya kusema kumbi Joseph hayafa, yuko mzima. Wakamwambia Joseph wako hajafa. Yuko wapi? Mchungaji wa kondoo. Nani? Mchungaji wa kondoo? Mchungaji wa watu. Watu gani? Akasema wako Misri. Yeye ndio anachukua kiti cha pili huko Misri. Waziri mkubwa wa nchi ya kigeni. Waziri mkubwa. Na babake alisema nini? Uongo wenu umetosha. Alikuwa amekaa miaka mingi bila kutembea huyo mzee. Alikuwa akitaka kusimama lazima wamshike. Lakini wakati alisikia kusema Joseph mwanao hajafa, ni mzima, ndio siku mzee alikataa watu wamsaidie kusimama. Ndio siku mzee
Mifupa ilirudisha nguvu ya mwanzo, nguvu ya miaka, wakati alikuwa na miaka 17 irudi. Zaka simama, akamwambia mzee, unaenda wapi? Akasema, unaniuliza naenda wapi? Sinaenda kumwona Joseph. Amesema kumetosha, sai nataka nimuone kabla sijafa, nimuone. Kwa hiyo kongamano, hata kama ulikuwa umechoka, udipe moyo. Nasema udipe moyo. Narudia tena, udipe moyo, kwa sababu baraka yako haijaondoka, iko na wakati nenea ya sisi kuchukua baraka yetu. Kuko mtu uko tayari tuombe? Uko tayari tuombe? Uko tayari kweli? Nataka nione kama uko tayari. Simama juu, tunataka tuombe. Wakati ya kutoka kwa hiyo kikomo walikuwekea, wakati ya kuvunja hiyo laana, wakati ya kuharibu kabisa,